unanikimbiza kule mtaani Ulijua kama unahitaji msamaha? Au malaya mkubwa wewe? Kwa nini utosheke? Mimi sikutoshi. Ni kazi sana. Mimi titifatati kukufanyia kitu kibaya tu dakika 0 mimi nakufanyia. Yo, unataka. Mimi sio bwege kama unavyoenda. Mimi ni kijana wa zamani na ni mzee wa sasa hivi. Utaniona. But I told you, Julie, Salome, she is not your friend. She is not. Now umenielewa nini nilikuwa nakwambia? Unasemaje? Amehama tangu jana usiku. Nakupenda, nisamehe. Sitaki. Mimi sio muhimu. Ninapokaa hapa napigana na watu. Toka bana usiniguse. Toka nje bana. Hizo. Nini? Aise. Kidogo. Na mimi naanza kuwa mtu. Maana nilikuwa siongei vizuri hapa mtaani na watu. Lakini sasa hivi kidogo namshukuru Mungu. Kidogo mambo yanaelekea. Baada ya wewe kuwa na mwelekeo. Pole mke wangu. Na nisamehe sana kama nilivyokuomba msamaha ile awali. Pia narudia kusema kwamba nisamehe sana. Makubwa, unajua siku zote wahenga wanasema kwamba ukikua utaacha. Na mimi nakuahidi kwamba nimeacha. Nimeona haina faida yoyote. Umeelewa bwana? Kwa pesa ulikuja kuwa. Kwa pale nakimbizana mtaani, nilikuwa nakimbizana na mtoto mdogo. Kumbe ulikuja kuwa. Unajua nini mama? Makubwa, wewe ni mwanamke bora sana. Umenivumilia. Umenirekebisha tabia. Kiukweli wewe ni kama master. Kwangu wewe ni master. Umeelewa? Na kwa maana hiyo ndio maana nafikiria kwamba japo sasa hivi mke wangu nimeamua tupange familia. Yaani tuwe sasa tuishi kifamilia. Kwa maana ya kwamba tuatana mtoto. Kwa hiyo umekuwa kiasi kwamba umeanza kufikiria na watoto. Sasa unadhani mama kubwa tutakaa? Ningekuwa kufikiria kingine zaidi ya pombe. Mwanaume. Shetani. Umenishinda tabia. Siwezi kukushinda sasa hivi. Nashukuru Mungu mimi kama umebadilika. Amina. Maisha yaendelee. Maji. Ukai kuwala dagaza. Si kweli. Nimewahesabu pizo wale hapo. Sawa, wewe waweke. Tumewahesabu. Wewe hai. Sasa umeanza kuwapunguza tena? Na wajua kama walivyo. Nakuona pizo.
Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na wala sikutarajia kabisa kama yatanikuta. Imeniuma sana, sana tu. Naliti kama ningejua, nisingepoteza muda wangu na nisingepoteza hasara zangu. Kiukweli sikujua kabisa kama yule kijana nitapenda. Lakini hayo yote nilikuwa nayafanya kwa ajili ya kuiokoa familia yangu. Nilijazwa upendo na familia yangu. Na ndio maana nikaamua kuyafanya mambo ambayo hayakuelekea kabisa na wala hayakumpendeza Mwenyezi Mungu. Sina la kusema zaidi ya kuomba msamaha. Mnisamehe, mimi ni binadamu. Nilikuwa naangalia mbele nikizani kuna mwanga, kumbe kuna kiza. Kwa kweli nimefanya ni makubwa. Watoto wangu mmeteseka, mmekula dagaa, mmekula majani. Nyumba ilikuwa haina amani, kila siku mizozo. Mimi na nyinyi tulikuwa kama paka na chui. Lakini kubwa, nasema kuanzia sasa hivi naitoa kauli yangu hii mbele ya Mwenyezi Mungu shahidi, na nyinyi mkinisikia, kwamba nitaacha mambo ya ushirikina kuanzia sasa hivi. Nitamrejea Mwenyezi Mungu, nitafanya ibada na nitamwomba msamaha yeye anisamehe mimi kwa yale ambayo mimi nimeyakosea. Sasa ikiwa Mungu atakuwa na uwezo wa kunisamehe, sidhani kama nyinyi mtashindwa kunisamehe mimi mzazi wenu. Kwangu naomba unisamehe, niko chini ya miguu yako. Pia na Suwema, ingawa mzazi kumwomba msamaha mtoto wake na kuwa ngumu, lakini kwa hili kosa ambalo mimi nimelifanya, hapana, hiyo sheria naiweka pembeni. Na kuomba msamaha mwanangu, unisamehe. Suwema, je, naomba unisamehe mwanangu. Mimi ni binadamu. Mkamilifu ni mmoja tu, Mwenyezi Mungu, basi. Ndio huyo. Pia naahidi tena mbele yenu watoto wangu kwamba nitahakikisha kabisa kwamba Jay anasoma. Tafanya kila ninalojua mimi, kutafuta pesa popote ilipo, kulipa ada, Jay aendelee na kidato cha 5. Na sio Jay tu, hata wewe mwanangu Suwema. Pia vile vile inakubidi uendelee na masomo ya juu. Na nitayafanya hayo kwa hali na mali. Na kuomba Mwenyezi Mungu nisamehe katika yote niliyofanya. Mimi mume wangu nimekusamehe. Halo. Mke wangu. Za nyumbani. Poa, vipi? Sasa mke wangu, na kiu. Ni kweli leo na mimi jua kali. Nasema ni kweli jua kali. Haya. Sasa unywe maji ya baridi. Simaanishi maji ya baridi bwana. Yaani mke wangu nataka ninywe vibia vidogo vidogo viwili tu. Hizo. Futa hiyo hakuna. Futa kabisa. Amna, nimekataa. Sitaki. Yaani viwili tu. Tena nachukua vile vichupa vidogo vile kwa sababu vile vinakuwa vina maji mengi. Sitaki. Ingia dukani nunua maji unywe. Uwezi basi kunywa soda.
wangu. Viwili tu. Staki, sinishakataa. Staki. Ulikuwa umeweka shika. Unakula 3 za ulevi. Mimi hapa mbona niko na wewe? 3 za ulevi. Shika kwanza. Afu niache mimi ndo nicheke. Ni mimi. Kula 2. 2? Ndo maana yake. 2. Sawa. Ongeza nyingine. Najua ningeku. Tulia. Wai. Changamka. Mbona unalamba hapa unacheza? Kuchimba. Ya kuchimba ya vipi? Wewe mbona umeshazoea neno la kuchimba wa kuchimba? Sasa hivi tuna neno lingine la wa kufukia. Nakuja. Unaenda wapi sasa? Nakuja. Imekuwaje tena ndugu yangu masuala ya bia na wewe ulishanikataza? Kusubia? Hii surprise. Ndugu yangu. Mume wangu, kuna kitu moja ambacho hujaelewa. Nimeamua kufanya hivyo kwa sababu moja kuu. Kiukweli hujawahi kuniambiaga kitu ukakitekeleza. Kwa mara ya kwanza ndo nimeona. Tokea ulivyoniahidi kwamba utaacha pombe, ni kweli umeacha. Sasa kwa ninavyokujua wewe ulivyo, kikweli wewe ni mlevi, na kukuambia uache pombe uache tu ghafla hivi ni kitu ambacho kiwezekani. Kweli kabisa. Unajua nini mke wangu? Katika vitu ambavyo nilikuwa natamani katika maisha ya mimi na wewe ni tabasamu lako. Kukuona mke wangu unacheka. Umenifanya sasa nipate udambwi. Unajua sasa nini mama? Leo nataka tukazipige hizi. Tuzipige mpaka yani leo zitukome hizi. Nakwambia kweli. Hizo Usijali, kwani tatizo ni hela mama. Kule kama nyewe wanawake mlivyokuwa na makundi yenu ya vikoba vile vya kukopeshana, na sisi kule kwenye tuna timu yetu walevi, tukikutana hii ni hatari. Bia zinatoka huku zinatoka huku. Kwa hiyo sina shaka na wewe kwamba eti hata tukiwa wawili watashindwa kutununulia. Futa hiyo. Hakuna hiyo. Hakuna kwenda bar. Hakuna nini. Kuanzia leo mimi ndo ninaamua unywe bia ngapi na uinywe wapi. Ni sawa? Sawa. Na usitegemee kama kuna bia nyingine. Hiyo. Wewe una ukosefu wa bia mwilini, udambu. Ukosefu wa bia mwilini. Hiyo ndo nyongeza ya bia mwilini. Hiyo inakutosha. Haya mama.
Siwema. Shemeji, ulikuwa wapi siku zote hizo? Kwanza kabla yote, Siwema, naomba unisamehe kwa yote ambayo yametokea. Kwa kipi ulichokifanya sasa mpaka nikusamehe? Umeenda umefika umetumika umekongoroka ndo unakuja. Kwa kipi? Shisha, sema ukweli, ulikuwa wapi siku zote hizo? Mimi nilikuwa kwa ndugu zangu kidogo. Na hivi nimepigiwa simu na yule dogo nilomwacha kazini. Kaniambia kwamba sijui Julita, kanizushia sijui kwamba amenificha wapi sijui. Kwa nini unataka hujafichwa na Julita? Sasa kama angekuwa amenificha ungeniona hapa. Piga magoti. Napiga magoti mbele za watu kama hivi. Kwa unaogopa sura, unaogopa nyuso, unaogopa nini? Umeambiwa piga magoti, si upige. Naomba nisamehe. Kwa hiyo unataka kubisha kwamba hujafichwa na Julita? Siwema, kama mnabisha, naombeni twende wote kwa pamoja kwa huyo Julita. Akasema mwenyewe alikuwa amenificha wapi. Twendeni sasa hivi. Makubwa unasemaje? Sawa? Twendeni. Nataka mtaa wenu uwe na amani. Nimalizieni. Yaani umekumbwa na nini? Mbona uko hivyo? Si nyinyi mnasema mimi nilikuwa nimemficha Shisha. Shisha si huyu hapa mko naye. Kwani wewe Siwema unanitafuta nini? Wewe kwani umeenda kuambia ucheza mpira kama mimi nimemficha Shisha? Na kati Shisha mko naye nyie. Lakini si ulisema mwenyewe. Sasa hata kama nilikwambia, ulitaka nisemeje? Kwa sababu kila siku wewe unanisakama, kila siku unanisakama kuhusu Shisha. Ulitaka mimi nifanye nini? Mimi sina kinyongo na wewe. Na hata hivyo, mimi na wewe ni marafiki. Sio na haja ya kugombana. Kwanza kila siku mmekuwa gunzo nyie tu hapa mtaani, mnagombana kila siku ni nyie. Hamuoni kwamba ni aibu? Mshakuwa watu wazima nyie, natakiwa mfuate mambo mengine kuliko kaa mnagombana kila siku. Inabidi sasa mkae, myaongee, myamalize, mfuate mambo mengine. Ila ukweli ni kwamba mdomo unaumba. Wewe ulimwambia mwenzio kwamba unaye bwanake. Ilikuwa haina namna, ni kupigwa tu. Umeelewa? Lakini kwa sababu ndio hivyo tena ashapatikana, basi haina namna. Tusameane. Tusamee Siwema, tusamee wote. Mambo yaisha. Na hata hivyo huyu Julita alikuwa atafahamu mimi niko wapi. Mimi nilikuwa zangu Kigogo kwa ndugu zangu. Wewe Siwema ni mpenzi wangu, natakiwa utambue haya mambo. Sio unaingilia tu ovyo. Ona sasa. Kwa hiyo wacheza mpira ndio wamekufanya? Pole. Basi naomba muondoke, maki babangu anarudi sasa hivi, anaweza akakuta. Mimi nitaongea naye, nitayamaliza. Tutaonana ndani. Pole Julita. Pole Julita. Haya, tusikize maelezo mlalamikaji. Mwenyekiti, mimi kilichonitaka kubwa zaidi ni swala la huyo mtoto. Upizo nilizaa naye, kanizalisha na nikatisha masomo yangu nikiwa shuleni. Na posa shule kwetu na kaidi kunioa, lakini mpaka sasa hivi sioni kinachoendelea. Huduma kasitisha kwa mtoto. Mimi mwenyewe hanihudumii na wakati kashaniambia maisha yangu. Na Upizo anamkela kwa ndoa. Wewe mpeke ni zaidi ya bondia. Shachoka, napigwa kila siku, naonewa sababu ya Upizo. Sasa mimi kilichonileta hapa leo, nataka solution. Nataka mke wake huyu ajue kama mimi, yaani nataka mimi mke wake ajue kama Upizo na mtoto nje na tayari ana mwanamke mwingine nje nitakuoa. Hii na mimi niwe huru, nitapigwa mpaka lini? Nishachoka mwenyekiti. Mimi kiasi kupigwa mimi tu. Naona mmeshasikiza maneno ya mlalamikaji. Mna maoni gani? Jomba. Mimi naona hakuna masuala yote ya kuchunguza, ila muovu. Amempa mimba mpaka amesaa mtoto.
na umtunze na posa ulikwisha peleka. Sasa inabidi umuoe. Kwa kweli amemkatiza masomo. Kwa kweli inabidi kwa vyovyote amuoe, kwa sababu hii sio ngoma kwamba mke wako kila mara ampige. Kama umetoa posa lazima umuoe, kwa sababu kesi ishakuja hapa serikali za mitaa. Kwa hiyo wazee wanaamua kwamba wewe umuoe, ufanye mpango wa kumuoa, muishi pamoja. Unatoaje maelezo yako? Mimi nataka tu uulizie kijana, anamfikiriaje mwenzie mpaka dakika hii. Haya, jibu hilo swali. Sasa mimi nitamfikiriaje? Huyu nisikujua mwanamke ambaye amenizalia mtoto, mwanamke ambaye ninampenda kuliko wanawake wote. Yaani kwanza nimesikitika kuona yeye ili swala la mimi na yeye tulimalize mimi na yeye eti analileta serikali za mitaa. Sikujua ili ni swala la mimi na wewe tulimalize tena vichochoroni. Tatizo liko wapi? Sawa, la pili, mke wako anaelewa kama unamchuma mtarajiwa ambaye unataka kumwoa? Mke wangu kwanza, kwa nini ajue? Yaani mimi mwenyewe najiuliza kwa nini yeye ajue wakati mimi ni mwanaume. Yeye anatakiwa anisikilize mimi. Nawapa mfano mdogo tu. Ukoo wetu, ukoo wangu mimi, babu yangu mzaa baba alikuwa na wake 11. 11. Na wa mwisho, mwanamke wa mwisho katika wanawake 11 alikuwa mdogo wake na mama yangu. Ili ujue ni hatari sana. Isitoshe baba yangu mwenyewe alikuwa na wake 7. Sasa inakuwaje mimi Pizzo kama Pizzo ambaye nimetoka kwenye ukoo wa watu ambao wanaoa wanawake wengi nioe mwanamke mmoja? Hiyo haiwezekani. Ndio maana nimesema lazima na mimi nimuoe sikujua wangu. Sasa hivi nimepanga kwamba nimchukue mama mtoto wangu na mtoto wangu tukakae sehemu tu, nimtafutie nyumba akae, tuendeleze maisha ya familia mimi na yeye. Ya ukweli. Nakwambia ukweli mzee wangu. Sikujua wangu, mama yangu kipenzi, namwambia ondoa hofu. Swala la ndoa mzee wangu linafanyika ndani ya wiki 2. Na nyie jitahidini mkusanye matumbo yakae vizuri, kwa sababu siku hiyo napika biriani, sio pilau tu, biriani. Pale tuoe, nimweke ndani, tuishi mimi na yeye ndani wawili. Kuanzia leo mimi nitabadilika na nitakuwa mtoto mwema. Marafiki ndio walikuwa wanatugombanisha. Mimi nishakwambia kwamba huyo mtoto nitalea na kugharamia gharama zote hizo. Dad, uko sawa? Sawa. Toka. Nashindwa kuelewa kwa nini akili yangu inamudu vitu vingi. Na sasa hivi ninachotaka kama vile nilivyokuambia, nia yangu ni kukufanya na wewe sasa usogee uje karibu na mimi, yani tuje tuishi hapa hapa nyumbani.